Kuna utofauti gani kati ya mikopo ya benki, SACCOS na taasisi nyingine binafsi? Mtu mmoja anasema kwamba si tunaogopa kukopa benki kwa sababu nyumba zetu zitauzwa. Umenijibu kwamba ukasema pesa ni roho. Nimepata majibu mapana kwenye hilo. Kwa naweza nikapata hofu ya yule mtu. Hebu tupe utofauti ulivyo katika hizi taasisi. Akisema anaogopa kukopa benki atauziwa nyumba, si kweli. Yani kama kuna sehemu salama sana ya kukopa ni benki. Nitaelezea kwa nini. Okay. Benki zote Tanzania tunasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania katika kuratibu shughuli zote za kifedha pamoja na mikopo. Tuna kanuni ndogo ndogo ambazo zinaratibiwa na Benki Kuu. Yani hakuna kanuni yangu mimi ya mkopo ambayo nitaitoa kama Bank of Africa ambayo Benki Kuu hawaifahamu. Na tukiangalia Benki Kuu ni msimamizi wetu mabenki, lakini zaidi sana yupo kwa ajili ya maslahi mapana ya mwananchi ambaye ni mteja wa benki. Okay. Kwa hiyo nitazungumzia mikopo ya benki kwa nini salama. Cha kwanza, mikopo ya benki kabla tunakupa elimu, tunatafuta kujua tunasema borrowing cause, kwa nini unataka kukopa. Okay. Tusipoiona borrowing cause, tunakusaidia kuiona. Yani usije ukasema unataka kukopa hiki, mwingine anakuja anasema anataka kutanua biashara, anataka fedha cash. Lakini ukimuuliza yule mtu anafanya biashara ya kusambaza vitu, kumbe hitaji lake sio fedha cash. Hitaji lake ni gari ya kusambaza vitu. Naelewa. Mwingine atakuja hivyo, kumbe hitaji lake sio gari. Hitaji lake ni mtambo wa kuzalisha hicho kitu. Kwa tunapokaa naye tukazungumza naye kulingana na biashara yake, huwa tunamsaidia. Kama hajui borrowing cause, yani sababu ya kukopa, si tunamwambia tunavyoona kulingana na biashara yako na jinsi ambavyo tumeongea na wewe. Wewe huna shida la hela cash, wewe una shida la gari, wewe una shida la kitu fulani. Kwa ni salama kwa mantiki hiyo. Okay. Lakini cha tatu ni salama kwa sababu ya uwazi. Mkopo wa benki tukikupa, tunakupa mahesabu yako ya huo mkopo pamoja na riba ambayo imeonyeshwa mpaka utakavyotakiwa kurejesha kila mwezi. Okay. Kwetu sisi hakuna rejesho la mshangao. Rejesho lako lote linakuwa limeandikwa. Lakini cha nne, sisi tunapokukopesha wewe unakuwa ni partner au familia. Maana yake huwa tunakuja kukuuliza au kukutembelea kila baada ya muda fulani ili kujua kama ile fedha au kile kitu ambacho umekikopa kimeleta tija kwenye biashara. Okay. Lengo ni nini? Ni kubaini kama kuna changamoto umekutana nayo baada ya kupewa mkopo na kutatua njia mapema ya kukusaidia. Okay. Yes. Lakini kitu cha tano, ukipata tatizo na sisi tumepata tatizo, kwa hiyo huwa tunakaa mezani na kushauriana nini kifanyike kwa pamoja. Kuna mwingine umempa hela, amekutana na msimu mbaya. Lazima ukae naye mezani ili uweze kuangalia, je, anafaa kuongezewa fedha au anafaa kuwekewa njia nyingine ya kurejesha. Kama nilimwambia atarejesha labda 2,000,000 kwa mwezi, nimetoa mfano. Kasa biashara imepatwa na kadhia, nifanye nini? Maana yake uwezo wa biashara ni upi? Tunaanza kuasisi upya. Uwezo wa biashara sasa hivi ni kurejesha 1,000,000. Benki tuna restructure, wao tunasema tuna restructure ule mkopo, unaenda kwenye ile dhana. Okay. Kwa hiyo wewe unakuwa ni partner wetu katika huo mkopo. That's good. Ukiona benki umefika umbali wa kuuza dhamana, sio jambo la usiku na mchana. Naomba na hii raia waijue. Ni maana yake labda wewe umetoa hela kwenye biashara, hujaonyesha ushirikiano, kwa sababu sisi jamani tunabembeza wateja. Yani tutakupigia simu wewe kila hata tukiona siku moja imepita ili tujue, Davis uko sawa? Nini tatizo? Mbona rejesho hujaweka? Ukisema una tatizo la kibiashara, tunakwambia jitahidi. Zikipita wiki mbili tunakupigia tujue umekaa sawa, hujakaa sawa, tunaomba tukutembelee, tuzungumze. Ukiona nyumba zimeuzwa, hayo ni marejesho limbikizi ya zaidi ya miezi 12 mpaka miezi 24. Kwa hiyo miaka miwili mpaka mitatu.
Sasa hizo uwezi ukaziita kwamba ni sababu za mtu kuogopa kukopa benki. Hapana. Hii inakuwa ni tabia ya mteja, imekuwa haina ushirikiano na taasisi ya kifedha, na haonyeshi nia ya kutaka kusaidiwa, amegoma. Wengine simu ndo wanazima, wengine hapatikani, eneo la biashara hayupo. So muda mrefu ukienda, kwa sababu nimekuambia tunasimamiwa na Benki Kuu, mkopo wote ukizidi malimbikizo ya siku ya zaidi ya 90, kuna na ufuatiliaji mwingine huo unaanza. Pale huwa tunashirikiana, tunakuambia tufanye nini, tunakutumia demand notice, lengo ni wewe uje benki. Ukishindikana kabisa ndo utaona inauzwa. Kwa sababu hizo 5, ninawashauri tu wa Tanzania, sehemu salama ya kukopa ni benki.